Bwana Yesu asifiwe. Leo Roho wa Mungu amenituma hapa nije nikawane nanyi hili neno. Maana kuna watu wanasumbukana sana, wengine wanaenda wanafunga mlimani, wengine wanafunga nyumbani, lakini mwisho wa siku hawapati jibu. Ni kwa nini? Haya majibu yanapatikana katika kitabu cha Isaya mlango wa 58. Mtu akitaka kujibiwa maombi na kubarikiwa, mambo ni matatu. Jambo la kwanza ni kufungua minyororo ya walioonewa na kufungua kila nira. Kuna watu ambao wamepotelea kwa dhambi nyingi sana, dhambi za ulevi, dhambi za usherati, ushirikina na kadhalika. Hawa watu kwanza, kabla mtu aombe mambo yake ya kimwili, yafaa aombe hao watu afungue hizi minyororo, waweze kuokolewa, watoke katika hizi dhambi. Akishamaliza afungue nira yake ya dhambi za kila aina, awe msafi mbele za Mungu. Hata akifunga, akiomba, maombi yake itapaa mbinguni na Mungu atajibu. Jambo la pili ni kuangalia watu ambao wako na njaa. Kuna watu wanateseka njaa, wanalala njaa, hawana namna, hawana kazi, pamoja na watoto wao. Na kuna watu wako na vyakula vimejaa masto, vinywaji, vyakula nini, hata vingine vinaoseshwa na matutu wanamwaga. Lakini neno linasema ya kwamba wakati unamuomba Mungu afungue njia, hivyo ndivyo mtu achukue hizo kwa vyakula aenda saidia maskini wale ambao wanalala njaa. Kuna wengine hata wanamwaka kwa takataka chakula ambacho kimepikwa. Patala wachukue wapelekee jirani aweze kukula, wanaenda wanamwaka kwa takataka la pipa. Mtu anaona sijui akipea jirani, sijui mali yake itaisha ama mali yake itafanya nini, kupitishia ndani madhabahu ya uchoyo tu. Hii masto ambazo tuko nazo, hii masto ambazo zimejaa, hivi vyakula ambavyo Mungu ametubariki navyo, hivyo Mungu anataka tusaidie hawa maskini. Tunapoendelea kumuomba naye Mungu aweze kutusaidia. Hivyo nasi tusaidie na wengine. Jambo la tatu, tuangalie watu wenye wako uji. Kuna watu hawana nguo, wako na matiangale tu, mitumba hata zimeraruka, hata wengine wameshindwa kununua hata huo mtumba. Lakini utakuta mtu manguo zimejaa masanduku 5, masanduku 2, zingine hata kwa makunia. Hata zingine anachukua anachoma hadharani tu maskini wakiona. Na unajua kwamba wakati mtu anachoma manguo, anachoma viatu, mtu mwingine hako kando anasema haki siangenipa tu. Hayo maneno tu yanakuja yanafunga huyo mtu, hata ombe na mnakani maombi yaingie mbinguni. Mungu hawezi kujibu. Maana wakati anapochoma, watu wengine kando wanaongea, siangetupea tu. Mbona anachoma, mbona anafanya nini? Hivi vitu ndio vinatakana mtu apepe apelekee wale ambao wachiwezi, na sio vyenye vimeraruka. Kwa vile vizuri. Si kwamba mtu anajipatilisha manguo kuanzia Monday mpaka Sunday, kuanzia Januari mpaka Disemba. Manguo tu, hata zingine amesisahau. Lakini kuna mtu tu kando anamuona tu, lakini hawezi akamhurumia. Wengine wanasema wakimpatia sijui watarukwa. Wewe pea yeye, wacha enda aroke, na hata akiroka haiwezi kufanya, kwa maana umempatia na roho safi. Haiwezi kufanya chochote. Wewe patia yeye. Hata kama ni pesa, hata kama nini, patia yeye. Maana ukifanya hivyo, Mwenyezi Mungu na anajibu maombi. Utakuta watu wanalipa sadaka kubwa sana kanisani ili waweze kufanikiwa. Wanaongeza sadaka nyingine ili waweze kufanikiwa, lakini mwisho wa siku hawapati majibu. Wanaanza kusema sijui mhubiri haombi vizuri, sijui nani haombi vizuri, lakini amesahau ya kwamba kuna watu kando ambao wanatakana wapate misaada. Mtu akizingatia haya mambo matatu, maombi yake inaingia direct na utaona maisha yake inang'aa. Maana hata mtu akilipa fungu la 10, maisha yake yanapaki kuwa the same tu. Maana kuna mtu kando amesahau. Yeye analipa Mungu, lakini Mungu amempa mtu kando, lakini haoni mtu ambaye ako kando. Watu wanalala njaa, hawana nguo, watu wamepotelea kwa madhambi mbalimbali, lakini hakuna mtu ambaye anawaendea. Watu wamekuwa wachoyo, watu wamekuwa kujifuna tu.
Utakuta mtu tu na familia yake kwa nyumba, anaona ni yeye tu na familia yake ambao wanaweza kutumia hizo vitu, na vitu vyenyewe hata hawawezi kuvimaliza. Lakini yule mwenye ako kando, ama mtoto wa mtu ambaye ako kando, ama yule mtu tu mwenye ako kando ambaye anateseka, macho yake haiangalii kule, bali inaangalia familia yake na inaangalia kulipa kwa kanisa. Lakini kulipa kwa kanisa bila kufanya hii mambo matatu, maisha yanapaki kuwa vile tu. Utaona mtu anaomba, hata utasikia wahubiri wanaanza kusema toa sadaka kubwa kabisa ili ufanikiwe. Lakini anatoa sadaka kubwa, lakini mambo ni yale yale tu, maisha ni yale yale tu. Maana huku nyuma kuna watu wanalia machozi, huku nyuma kuna watu wanateseka, huku nyuma kuna watu ambao papa wanafikiria si mtu akuja tusaidieko tu, lakini yeye hafikiri. Kuanzia leo sasa, hili neno ambalo limetoka katika kinywa changu ni Mungu ambaye amenituma nikuje kumweka hili neno kwa watu wasikilize. Kuanzia saa hii, kama mtu alikuwa hafanyi, kama alikuwa hataki kusaidia mtu na yeye anaona tu alipenge kwa kanisa na matokeo hakuna, kuanzia saa hii sasa anza kufanya mambo matatu. Kila mtu aanze kufanya mambo matatu, hataona maisha yake vile yatakuwa. Maana ukisaidia mtu anasema asante, na anaposema asante, Mungu naye anafurahi, na Mungu naye anazidi kutubariki. Utaona tunainuka. Asante tu peke yake inatosha. Lakini mtu mwingine tu kwa nje asiposema asante, hata watu ya familia hawawezi. Mabaraka zote zinatoka kwa mtu wa nje akisema asante, na Mungu naye anasikia haraka na ataweza kutubariki. Haleluya, haleluya. Mwenye sikio na asikie. Mwenye masikio nimesema na asikie, na asiyesikia na akae, lakini asikie. Naomba sana asikie. Haleluya.